Our theme today is about obedience. And first, we should ask ourselves, what is obedience according to the Bible? Obedience is submitting to God's commands and following the Bible's teaching. And we have the importance of obedience. Obedience is our way of showing God that we love Him, and it is through our obedience that God recognizes us and enables us to enjoy His love. According to John chapter 14, verse 23 to 24, John 14, 23 to 24. It says, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. This Bible verse tells us to obey God's commandments. If we obey the commandments, then we will live in peace. We live in peace with God. Number 2, in importance of obedience, it shows God that we trust Him. Our choice to obey therefore demonstrates our trust in God. It shows that even though it's hard, even though it doesn't make sense, we will still do it. In Hebrews chapter 8, it says, give an account of God's men from the Old Testament who are recognized as heroes of faith as a result of their acts of obedience. Also, we can see obedience. By faith and obedience, Noah constructed an ark. Also, by faith and obedience, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance, and he went not knowing where he was going. Also, Abraham, when he was tested offering up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. Also by faith Joshua and the children of Israel obeyed and went scrambling on the seventh day. And how to obey? Obedience is not easy. It can be hard, and sometimes it takes sacrifice. We can obey by having a relationship with God. We can decide to honor God with our decisions and actions by doing what He tells us. Our primary motivates for obedience must be to please God because we love Him. It is easy to do something when we do it out of love, even when it is uncomfortable.
can also obey by reading the Bible every day as the primary basis for all our decisions and actions. Through prayer, sometimes even when we know the things that God expects from us, acting on them will not be easy. Many times obedience means sacrifice. Sometimes it can mean stretching ourselves outside our comfort zone. On our own, we may not be able to do it. We therefore need God's help through the Holy Spirit to help us. Obedience is an act of surrender. It is when Christians say, "Not my will, Lord, but your will," and align our actions with that will. Obedience is not easy. Many times it means taking the higher road, doing things that are against our fleshy desires. Although difficult, obedience sets us apart as authentic children of God. God will know us by our obedience. Even those around us will be inspired by our obedience. Obedience demonstrates our faith and trust in God. Obedience is the sure and promised way for unlocking blessings for our lives. Lesson to learn on obedience in Deuteronomy chapter 30 verse 16. Deuteronomy chapter 30 verse 16. It says, "Obeying God leads to life and blessings." If we obey God and obey His commandments, we will live a long life. Also in 1 Samuel chapter 15 verse 22, God delights in those who obey His commandments. God will bless those who obey His commandments. Matthew chapter 4 verse 10 says, "Obedience to God results in victory over temptation." If you are obedient, then you'll be able to overcome temptation. John chapter 14 verse 15, it says, "Those who love God will obey His word." Wenye wanapenda Yesu wataobey His commandments. Philippians chapter 4 verse 7 says, "Obedience brings peace and assurance in God's promise." Obedience inakupatia peace, na ukiwa na obedience utakuwa na Mungu na you will feel safe. And in Proverbs chapter 3 verse 1 to 2, it says, "Obedience to God's word brings long life and peace." In 1 Samuel chapter 15 verse 22, it says, "Obedience is better than sacrifice." In James chapter 1 verse 25, it says, "God rewards the obedient with His presence and favor." Obedience is attested to our love for God. Now, children, obedience. In 1 Peter chapter 1 verse 14, it says, "As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived ignorant." Children, you should
be obedient to your parents, your teachers, and not only your parents and your teachers, also all your elders, and even your young ones. For us to live a long life, we must obey God and also His commandments and respect others. Children, you should listen to what your parents or teachers ask you to do. Always follow directions right away, even if you don't feel like it. Remember that God knows what is best for us. In John chapter 14, verse 15, it says, if you love your God, then keep His commands. Your obedience will be rewarded because every blessing you desire from God is waiting for you to obey. Ukiwa kwa shida, don't give up. Just obey them. Just have trust and faith in God. Because if you obey His commandments, that means you love and trust and have faith in God. And also we can live a life of obedience by genuinely love God. For us to be able to fully obey, we must read His Word, His Holy Spirit, so that our life is going to honor. All of us, we must obey. Even parents, you must obey your children. You must also respect them. Because even us as children, we have rights. And also children, obey your parents. Thank you. Let's stand up for a word of prayer. Dear Heavenly Father, I come before you thanking you for the gift of life, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, thank you for waking us up in the morning, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, thank you for making us to see this day, dear Heavenly Father. There are some people who wanted to see this day, but they have not seen, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, thank you for giving us the strength and the good health, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, also those who are in the hospital, please protect them and give them. Dear Heavenly Father, each and every person in this church, dear Heavenly Father, please cover them with your precious wings, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, please cover all of us with your precious wings in order no evil shall try to come and destroy us, dear Heavenly Father. As long as we are under your wings, you are safe, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, even those who are at home, dear Heavenly Father, please put them under your wings, dear Heavenly Father. Cover us with your precious wings, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, guide us to do what is right and not to do the wrong, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, please forgive us of all the sins that we've done, dear Heavenly Father. Help us not to repeat those sins again, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, give us the strength to do your work, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, thank you for each and everything that you've done to me and my family, dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father, please continue protecting us and making us and giving us the good health. It is in Jesus' name I do pray, trusting and believing. Amen. Tembea na Yesu, 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 Yesu wangu, mapenzi yako yatimizwe. Mbona tunaimba kana kwamba tumesikia? Oh, parents, you've been told to obey your children because they are children's right. Hiyo imeshika, imesink vizuri. Imesink, wanasema yes, lakini yao inakuja. Now,
nataka tumkaribishe our next speaker, another chipukizi. We have Pieni makofi mazuri. Makofi mazuri. Tuwatangulie, tumesema leo kuna kitu naona. I can see boy child anaanza kushindwa, kwani tulikuwa wapi? Bwana sifiwe. We use the ones who are there, but lakini tunajua kwamba mpo. Si mmewaona hapa? So, nataka tumkaribishe mnenaji wetu wa pili, Natasha, na watoto wetu wako na neno. Si wako na neno? Kwa hiyo naomba tuombee. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu usiyeshindwa, tunamkabidhi mhubiri wetu wa pili, mfalme wa ajabu, mikononi mwako. Jehova Mungu wa ajabu, uliowachagua Baba wa mbinguni, na kuomba my Father and my God, umpatie neno ambalo atakupatia Jehova Mungu. Na kuomba Baba wa mbinguni, may you anoint King of all glory. My Father and my God, pray that God are going to use him, my Father, as a vessel to deliver your message, O King of all glory. Mpatie Mungu mfalme wa ajabu aweze kutoa neno lako. Ni katika jina kuu la Yesu tumeomba na hata tuamini. Amen. Akirudia hata kama alikuwa amelema, narudia yote sawa sawa. Usiondoke mahali tumepanga. Karibu sana. My name is Natasha Njambi, second preacher, chipukizi preacher. So today you are preaching about obedience, and what is obedience? Let's start with obedience. Somebody, what is obedience? Obedience is an act of instant, of obeying, of the quality or spirit of obedience. Praise the name of the Lord. So it goes read according to the book of Leviticus, chapter 18, verse 4. I'm going to read. It says, you must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am your Lord, your God. So, obedience is a command, and you must do it. If you love the Lord created you, you must obey Him. You must obey His commands. Praise the name of the Lord. I'm going to tell you a story of a man in the Bible, in the book of Judges, chapter 4. If you're there, say amen. I'm going to ask Pastor to read for us the book of Judges, chapter 4, verse 1 to 3. We are reading from the book of Judges 4, 1, 2, and 3. Bible says, after Ehud died, the Israelites once again did evil in the eyes of the Lord. So the Lord sold them into the hands of Jabin, a king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in Hasreth Haroim, because he had 900 iron chariots and cruelly oppressed the Israelites for 20 years. They cried to the Lord
for help. So here we see, after Ehud's death, the Israelites sinned against the eyes of the Lord, and the Lord turned them to the hands of King Jabin, who was a Canaanite king, whose army commander was called Sisera, and had 900 iron chariots, and ruthlessly oppressed the Israelites for 20 years. So the Israelites were oppressed because of their sin. Praise the name of God. Amen. So I'm going to ask you, Pastor, to continue from verse 4 to 7. Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah between Lama and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites came to her to have their dispute decided. She sent for Barak son of Abinoam from Kadesh in Naphtali, and he said to him, "The Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead the way to Mount Tabor. And will you, Sisera, the commander of Jabin, handle his chariots and his troops to the Kishon River, and give him into your hands." Barak said to her, "If you go with me, I will go, but if you don't go with me, I won't go." Here we see that Deborah has been given a message by God, and God has commanded Barak, who was Abinoam's son, to call out 10,000 soldiers from the tribes of Naphtali, and at the Mount Tabor, and Sisera would call Sisera, the army commander of Jabin's army, along with his soldiers and chariots to River Kadesh, and God will give him victory against Sisera. Praise the name of the living God. So here we see that Barak was telling Deborah that he will go if she goes with him, of which God did not command. So Barak is disobeying. Praise the name of the living God. And because he insisted, Deborah, having to follow Barak's terms and conditions, because of disobeying, the decision that Barak made, the victory will not become his. Praise the name of the living God, but it will land to the hands of the woman. Praise the name of the living God. Barak disobeyed, and the victory that Deborah prophesied, it wasn't on Barak's side because he had already disobeyed. Praise the name of the Lord. I want us to skip from a few verses because of the book of Judges chapter 4 verse 17 to 23. Continuing from 4:17 to 23. Sisera, however, fled on foot to the tent of Jael, the wife of Haba, the Kenite, because they were friendly relations between Jabin, king of Hazor, and the clan of Haba the Kenite. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord, come right in, don't be afraid." So he entered her tent, and she put a covering over him. "I'm thirsty," he said, "please give me some water." She opened a skin of milk, gave him a drink, and covered him up.
Standing in the doorway of the tent, he told her, if someone comes by and asks you, is anyone here? Say no. But Jael, her wife, picked up a tent peg and a hammer and went quietly to him where he lay fast asleep, exhausted. She drove the peg through his temple into the ground, and he died. Barak came by in pursuit of Sisera. And Jael went out to meet him. Come, she said, I will show you the man you are looking for. So he went with her, and there lay Sisera with a tent peg through his temple dead. On that day, God subdued Jabin, the Canaanite king, before the Israelites. And the hand of the Lord and the hand of the Israelites grew stronger and stronger against Jabin, the Canaanite king, until they destroyed him. Praise God. So here we now see Sisera running away on foot from the battlefield to the tent of Jael, who was King Jabin's friend, and she gave Sisera a cup of milk, and Sisera told her not to tell anybody that she's alive. So when Sisera was asleep, we see that Jael went outside a tent peg and took a tent peg and hammered Sisera in his temple. His temple is this part. So, and as Deborah prophesied, the victory did not come to Barak's hands, but on a woman's hand. And that hand, those woman's hands, was Jael. And because of disobedience, Barak did not become a judge as he wanted. Praise the name of the living God. And it goes well with these days. Because of disobedience, somebody else is benefiting from what you could become. Praise the name of God. Because of disobedience. But if you obey, maybe you could become the doctor of business, the president, or something else big. But because of disobedience, don't say these days. Every day, chaos turning into practice. Is the name of God. And maybe somebody is asking, why does obedience matter? And also, it's Saul's story. And Saul was the first king of Israel. God chose him to be king. At first, Saul tried to follow God, but then he stopped listening. Till one day, when Saul was getting ready to a fight, a big battle, he was waiting for Samuel the prophet to pray to God. But Samuel was late, so Saul got scared, and he went to do the prayers himself. But only God's priests were allowed to do that. But when someone came and told him that that was a big mistake, later God gave Saul a new plan to fight a bad king and destroy everything, where he did not destroy everything. You know, I guess we all know that story. Praise the name of the living God. And because of what he did, he disobeyed. God chose a new king. Praise the name of the living God. So if Saul could not disobey, he could still become the king. But because of his disobedience, God chose another king. Praise the name of God. And that's what we do these days. As I conclude, I will leave you with one question. Ask yourself, am I obedient? Am I obedient to my husband? Praise the name of God. Thank you.
Nasema tuwapigieni makofi mazuri. Mpigi makofi. Na ukaambiwa usimame hapa, unasimama, everything evaporates. Kuna kitu tumemaliziwa hapo. Saul was instructed, go and find the Amalekites and finish everything that is sinful. Saul was given victory. Na kabla hajaingia to the Amalekites, kuna kosa moja ambalo alifanya. Who was supposed to sacrifice? It was not Saul. Kwa hivyo akaangalia, akaona kwamba the prophet was taking too long. Akaona kwani hii nini, and that's what we have been nowadays. Si ni kuchukua tu mnyama na kuwekelea. So, mistake number one, he performed the duty of a priest. Yeye is the one who sacrificed. Immediately alipoanza hiyo sacrifice, akasikia mzee hapa nyuma akimsalimia. Akasema, so you have offered. That was mistake number one. He performed the duties of a priest. Akaambiwa aenda and finish everything that is sinful. Akaenda and God gave him victory. After God gave him victory, the people of Agag, the king of the Amalekites, wakaja wakamwambia, the king anaomba asiuliwe, umchukue kama mateka. And he said, he's my brother. So they brought him. So number one, he did not kill Agag. He had been told to finish everything, to kill everything that was sinful. He also carried the loot. Wale kondoo wote ambao walikuwa wanono na wanene akawabeba. And when he was coming from the battlefield, akiwa na furaha sana, ndani ya moyo wake akiwa na raha, he met the man of God. Akamwambia, have you done everything according to what the Lord has told you? Akasema, yes, I have finished. And then the condos who are behind wakakaa, immediately aliposema kwamba I have finished, wakawa nao kama wameambiwa 1, 2, 3, and so they started bleating, wote meh. And so the servant of God, the prophet, akamuuliza, and how comes I hear the bleating of the sheep? Akasema, oh, I had carried this one to go and sacrifice to the Lord your God. Hapo ndipo prophet alimuuliza, what does God value? Obedience or sacrifice? Kwa hivyo kutii ni bora kuliko dhabihu. Hatujatoa sadaka na hatutoi sahihi. Leo tunatoa sadaka baada ya mahubiri. So I want to welcome our dad and our pastor to come and summarize leo, to come and summarize what our girls have done. At least ameona kwamba kuna chipukizi. Wacha niwaambie. Nasikia vile hawa watoto wanaenda in uniform. Have you heard them? Hao ndio wale watu tuko nao. They.com. Na hao ndio watoto wako pastor. Karibu sana. Pigieni makofi na kopita. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuappreciate walimu wetu wa Sunday School. Wanafanya kazi nzuri. Na hata pia sikuwa niwapea muda wa kuandaa watoto vizuri. I think nitangaza hiyo jambo on Sunday. Na mara nyingi nawapea wiki mbili. But sisi tumebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na naona ya kwamba the theme of our message today is 11:45 tunaweza kuhubiri. Is all about obedience. Bwana Yesu asifiwe. Nimepick up so many scriptures kutoka kwa Geraldine, na pia nimeweza kupick up some more scriptures also from Natasha. Na the keyword today, even from our Bible study in the morning, is all about obedient. Praise the name of Jesus. Na kanisa, ukiona neno ambalo linarudiwa ama linakuwa limesemwa asubuhi, limehubiriwa tena na tena, ni ya kwamba labda hiyo area pia Mungu anaweza kutuangalia. Praise the name of Jesus. Na mimi nikataka tu ninapotamatisha in the shortest time, tuangalie the book of Jeremiah chapter number 35. The book of Jeremiah chapter number 35. 35 of Jeremiah. Na pia ningeweza kabla tuende hapo, maybe can just be reading maybe through our elder in the book of 2 Kings 10:15, around there 10:15 takwambia mahali utafika, lakini kidole yako ikuwe kwa Jeremiah chapter number 35 na itakuwa sawa. 2 Kings 10
Wafalme wa Pili mlango wa 10. Nasoma hapo mstari wa 15, tuendelee kidogo. Let's know tunajulisha ambayo tutafika na Bwana kutubariki. Wafalme wa Pili 10:15 mstari wa 15. Inasema baada ya kuondoka hapo alimkuta Yehonadabu mwana wa Rekabu aliyekuwa akienda kumlaki. Yehu akamsalimu na kusema, je, moyo wako ni mnyofu kwangu kama moyo wangu ulivyo mnyofu kwako? Yehonadabu akajibu, ndiyo. Yehu akasema, kama ndivyo, nipe mkono wako. Yeye akampa mkono, naye Yehu akampandisha kwenye gari lake la vita. Yehu akasema, twende pamoja ukaone wivu wangu kwa ajili ya Bwana. Hivyo wakasafiri pamoja kwenye gari lake. Yehu alipofika Samaria, akawaua wale wote waliokuwa wamesalia kwa jamaa ya Ahabu, akawaangamiza sawa sawa na neno la Bwana alilolisema kupitia Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika hiyo somo tumeweza kusoma, there are two characters there nataka tuangalie. One is a person by the name Jehonadab, son of Lekab. Praise the name of Jesus. Baba yake alikuwa anaitwa nani? Lekab. Si sawa? Tuende kwa Jeremiah 35. Jeremiah chapter number 35. If you are there, you can say amen. Are you there? Inasema aje umefika? Sisi tunaweza kusoma wale wamefika, wale wamesema amen. I believe we are there, all of us. We can have, tunaweza kusoma. Ili Jeremiah 35. Hili ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana wakati utawala wa Yehoakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Nenda kwa jamaa ya Warekabi ualike waje. Enda kwa jamaa ya Rekabi. Praise the name of Jesus. In chapter number 10 of 2 Kings, tunaona ya kwamba kuna mtu anaitwa Jehonadab. Si kweli? Na ni mwana wa nani? Wa Rekabi. Si kweli? Na katika kitabu cha Jeremiah 35 kuna watu wanajiita the Rekabites. Tuko pamoja? Na tumeona the origin of them, mahali wametoka. Bwana Yesu asifiwe. Who was their father? Rekab. Praise the name of Jesus. Na ule uzao uliozaliwa chini ya Rekabite, ya Rekabu, waliitwa the Rekabites. Praise the name of Jesus. Na wapendo hao ukiangalia katika hiyo maandiko ya Jeremiah, wakati mmoja Jeremiah anawaita katika hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Na anawaitia the wine of the temple waje wanje. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Are we there? Bwana Yesu asifiwe. Endelea verse 1 to 5. Kutoka namba verse 2. Yes, verse 2 to 5. Nenda kwenye jamaa ya Warekabu. Enda kwa jamaa wenye Warekabu. Ualike waje kwenye moja ya vyumba vya pembeni vya nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah anakuwa instructed to go to the family or to the clan of Rekab. Si kweli? Ya kwamba awaalike kwa instruction ya Mungu. Tumeshika hiyo. Bwana Yesu, tunashika kitu hapo. Jeremiah anajua na Mungu ya kwamba go to the family of Rekab, invite them into the temple. Tuendelee. Na uwape divai wanywe. Na uwape divai wanywe. Praise the name of Jesus. Now the Rekabites, kwanza ni watu wanaambia tu kidogo. Originally they were like Maasais. Sika hiyo, si kweli? They were people who would move from one place to another with the tents.
Praise the name of Jesus. Walikuwa ni watu wako kwenye mahamisho kulingana vile wanapata malisho ya mifugo yao. Bwana Yesu sana. Na wakati huu Yeremia kupitia Mungu ameambia awaalike katika hekalu la Bwana na awape mvinyo ama awape divai. Tuendelee. Basi nikaenda kumwita Yaazania, akaenda kuita mkubwa wao ama the head of the great clan, mwana wa Yeremia, mwana wa Habazinia, na ndugu zake na wanawe wote, yaani jamaa nzima ya Warekabi. Nikawaleta katika nyumba ya Bwana. Amewaleta katika nyumba ya Bwana. Ndani ya chumba cha wana wa Hanani. Ndani ya chumba cha wana wa Hanani, the sons of Hananiah, they were priests of the temple. At that particular time. We can continue. Wa Igdalia, mtu wa Mungu. Kilikuwa karibu na chumba cha maafisa, ambacho kilikuwa juu ya kile cha Maasea mwana wa Shalumu, aliyekuwa bawabu. Kisha nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na baadhi ya vikombe mbele ya watu. Sasa amewaleta kwa ile nyumba na kisha akaandaa meza na mabakuli yamejazwa divai katika hekalu. Tumeshika hiyo wapendwa? Na baadhi ya vikombe mbele ya watu wa jamaa ya Warekabi, na kuwaambia kunyweni divai. Na akawaambia kunyweni divai. Endelea. Mstari wa 6. Lakini hao wakajibu, sisi hatunywi divai. Sisi hatunywi divai. Kwa sababu baba yetu, who was their father? Yonadabu. Kwa sababu baba yetu Jonadabu, si kweli? Mwana wa Rekabu alitupa agizo hili. Nilikuwa nataka tushike hiyo. Bwana Yesu sana. Now, Jeremiah ameleta watu katika hekalu when it was very convenient for them to compromise in their faith. Praise the name of Jesus. And the table was set for them to eat and dine and drink wine. Praise the name of Jesus. But they stood on the instruction of their father. Na nasema ya kwamba baba yetu Jehonadabu alituamrisha hii. He instructed us to do this and this. Praise the name of Jesus. Nehemiah was not testing the Rechabites. Kwa maana watu waliokuwa na msimamo na waliokuwa wameshika maadili waliokuwa wamefundishwa na baba yao. Praise the name of Jesus. Na wakati ilikuwa sawa kwa wao kujivinjari na mvinyo na kula yale yaliyokuwa yameandaliwa katika hekalu, wakasema hapana, hatutakunywa divai hii kwa sababu baba yetu alituamrisha. They were people under instructions. Praise the name of Jesus. Hebu endelea kusoma tuone vile wanasema. Ninyi wana wazao wenu kamwe msinywe divai. Mstari wa 7. So Jonadab commanded them, nyinyi na wazao wenu msinywe divai. Si kweli? Na wakati huu an opportunity has come for them to compromise. Praise the name of Jesus. I don't know how many of us obey when it is situational. Hallelujah. Lakini wapendo hawa walikumbuka ya kwamba our father taught us this. Na akatuambia kwamba nyinyi na wana wenu na uzao msinywe divai. Praise the name of Jesus. But they choose not to dine at the table in the temple full of wine and other things. Hallelujah. Wakachagua kutii na kukumbuka maagizo waliokuwa wamewekewa. Praise the name of Jesus. Nilipokuwa naangalia jambo hili, nilikuwa najiuliza what was going in the mind of Jeremiah at such a time as that. Praise the name of Jesus. Na alikuwa ni Mungu alipenda kufundisha wana wa Israeli about 2 years. Bwana Yesu asifiwe.
ya kwamba hata wakati unafaa kucompromise, you can still choose to obey. You can still say ya kwamba I will not take this, kwa maana mimi najielewa mimi ni mtu aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu sana. I don't know what was in the mind of Jeremiah when they turned down the offer to drink the wine. Na wakasema no, we will choose to obey. No, we will stand on the instruction of our Father. Hatutavuja maagano yale ambayo tuliweza kuweka pamoja na baba yetu. Bwana Yesu sana. Na wakafanya uamuzi wa sawa na uamuzi wa busara, wakasema ya kwamba hatutafanya hivi. Praise the name of Jesus. Nilikuwa naona ya kwamba ujasiri wao na kuwafanya uamuzi wa kutii, ya kwamba hawakutii kwa sababu kuna mtu alikuwa anawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Walakini walisema ya kwamba watatii even when no one was watching them. Praise the name of Jesus. I don't know how many of us compromise even on our faith, even on our salvation, kwa maana kuna mazuri na kuna meza yameandaliwa mbele yetu. Tunasema ya kwamba mchungaji atuoni, baba yetu Rekabu hayuko hapa kwa hii meza, alisema na akasahau, alisema na akafa na akazikwa, lakini wakasema kwa sababu tuliambiwa sisi na uzao wetu hatutajipenda kwa mvinyo, hatutaki meza ya Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Obedience, wapendwa, si wakati ule ya kwamba unaangaliwa. Kutii si kwa sababu ya kwamba kuna mtu ako juu yako anakutazama. Bwana Yesu sana. You can choose to obey even when no one is watching. Praise the name of Jesus. Even when the opportunity looks so good, you can compromise na usema ya kwamba tuachane na wokovu, kwa maana hapa wokovu hausaidii. Utasema ya kwamba I'll stand on the word of God. I'll choose to obey. I'll not indulge myself na mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Nipo naangalia Yeremia akiandaa meza katika hekalu, na ametoka katika where the priest used to stay, na anaambia kwamba simnywe na mlewe na divai hii. Wanasema la, hapana, we stand on the promise of our father, of our forefather. Na alisema ya kwamba hatusipeende kwa mvinyo. Haleluya. Na siku ya wapendwa, nataka niwaagize mabia kwamba ni vyema kutii. Sauli wakati mwanabii alikuja kwa Sauli, alimwambia kwamba was it not better to obey than to offer sacrifices. Praise the name of Jesus. Siku ya wapendwa, what God requires from us today is total obedience. Hallelujah. Na kuna wale pia wanatii nusu. Sauli anaambia kwamba go and finish Amalekite. Anasema ya kwamba nilitenga vile vinono kwa sababu ya Bwana, lakini the instruction was go and finish. Praise the name of Jesus. Hallelujah. We choose to obey even when no one is watching. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Nipo najaribu kutafakari about the Rechabites, kwa maana kuna wakati unasoma neno na unakaa chini kutafakari. Si kweli? Sasa najuza ya kwamba they were, for them little obedient, it was not situational. Ya kwamba kwa sababu hali imekuja wanaamua wanamfanya uamuzi wa kutii. Walitii hata wakati the situation was very favorable for them, because the wine was there, the table was set for them to dine, lakini wakasema hapana, no, we will not defile ourselves. We will stand on the promise of our forefather, aliyesema ya kwamba tusipeane kwa mvinyo. Bwana Yesu sana. Ni wangapi wanaweza kusema ya kwamba katika msimu huu nitakaa nikiwa mtakatifu? Katika msimu huu I will choose to obey and to remain saved. Praise the name of Jesus. And that's why we are headed to a very funny season. Season ile kwamba hata ule mtu aliyekuwa naomba na dini anaingia kwa majaribu. Si kweli? Kwa maana mwatina imeletwa, amewekwa pale, anasahau ameokoka. Divai inawekwa pale na wine, yasema kwamba ni kidogo tu jijivijani. Unaambia kwamba hii ni ya mtoto tu, kunywa kidogo haitakudhuru. Haleluya. Lakini wapendwa, hawa the Rechabites walisema ya kwamba we are remembering the foundation where we have come from. Haleluya. Na wanasema ya kwamba we will not defile ourselves with the wine offered by Jeremiah. Hallelujah. Even in a time like this, tunasema kusema ya kwamba
Yesu Kristo akawa ndiye sababu ya majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wengi tuko kwa mtego. Chakula inaletwa, hata kujua imetoka wapi. Divai inaletwa, tunaanguka nayo. Chapati inaletwa, tunafagia yote. Mengine yanaletwa katika msimu huu ya kwamba mtu wa Mungu atasahau ya kwamba ameokoka ikifika Januari. Siku anatusaidia ya kwamba tutamaanisha, Bwana Yesu asifiwe, ya kwamba tukuokoka kwetu si kwa sababu ya kwamba hali si nzuri. Maybe utaweza kusema ya kwamba wapendwa hawa hakukuwa na mtu wa kuandalia meza ya mvinyo, lakini wakati meza ilipoandaliwa walikataa na wakasema tutakumbuka nini? Maagano tuliyofanya baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We obey when it is situational. We'll be consistent. Na tuseme ya kwamba our yes is our yes. Hallelujah. What we said in January, hata December kuleta nini, bado we should remain on that foundation. Praise the name of Jesus. They choose to obey even when it was very easy for them to compromise. Is it good? So ni watu wakisema kwamba watu tumeshinda kwa hii jangwa tukitembea na mahema. Is it good? Na sasa hii wine imeandaliwa, si tukuje tulewe kidogo, tujivijane na sisi. Bwana Yesu asifiwe. But they choose to obey, not to compromise, even when it was easier for them to do so. Praise the name of Jesus. Another thing I was looking katika wapendwa hawa na Ichabod, I was looking at their character. Praise the name of Jesus. Unajua character ya mtu huwa unaijua when that person is under pressure. Si kweli? Kuna mtu saa zingine mambo mazito ya kija anajisahau yeye ni mtu aina gani. Ana compromise. Anaona ni kama Mungu hawezi. Anaona kwa ni kama Mungu si mwaminifu. Praise the name of Jesus. But the Ichabod, they had a character in them ya kwamba they knew very well mahali wametoka na wakajua misingi iliyowekwa na baba zao, na wakasema ya kwamba tunasimama katika maagano yale, hatutayavunja kwa sababu nafasi imepatikana kwetu kufanya hivyo. Wakasema ya kwamba hatutakunywa divai ile. Praise the name of Jesus. God was testing the Israelites na kuonyesha ya kwamba there are people who can still stand and make a strong commitment to obey God than to go and fall into the idol worship. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. We choose to obey in our time. Bwana Yesu asifiwe. God is looking for Christians or believers. What about they will be able to obey even no one is supervising them, even when no one is giving them praise, even when no one is seeing what they are doing. Bwana Yesu asifiwe. I will remain faithful, I will remain in obedience hata wakati hakuna mtu anatazama ama kuniangalia. I will remain that. Praise the name of Jesus. Ukisoma chapter 6 all the way to 10, because of time tutaanza kusoma. Tunaona ya kwamba maybe you can read for us, maybe chapter 6, just read it for us. Verse 6. Lakini wakati meza ilipoandaliwa kwao wanywe mvinyo, wakajibu, sisi hatunywi divai kwa sababu baba yetu Yonadabu mwana wa Rekabu, kwa maana baba yetu Yonadabu mwana wa Rekabu alitupa agizo hili, ninyi wala wazao wenu, ninyi na wazao wenu kamwe msinywe divai. 7, pia msijenge nyumba kamwe, wala kuotesha mbegu au kupanda mashamba ya mizabibu. Kamwe msiwe na kitu chochote katika hivi, lakini siku zote lazima muishi kwenye mahema, ndipo mtakapoishi kwa muda mrefu katika nchi ambayo ninyi ni wahamiaji. Bwana Yesu asifiwe. Now the Rechabites, they were under this command. They were not to drink wine, they were not to build houses, they were not to plant vineyard, but they were to live in tents. Praise the name of Jesus. Na ndio maagizo ile ambao walikuwa wameshika sana. Na zaidi ya miaka more than 200 years, they had embraced those instructions. Praise the name of Jesus. Na wakasema ya kwamba hata kama nafasi ingependwa kwetu na Jeremiah ya kucompromise,
hatutasahau msingi uliowekwa kwetu. Haleluya! Na wakasema ya kwamba tuliambiwa why is a no, tuliambiwa building houses is a no, tuliambiwa kupanda mashamba is a no, lakini tukaambiwa tutaweza kuishi katika mahema. Bwana Yesu asifiwe. Na upendo hawa kwa miaka hiyo yote, their obedience was to be tested. Hallelujah, by Jeremiah. Lakini wakasimama na msomo mmoja kusema ya kwamba hatutakubali kunywa mvinyo huu katika hekalu yake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. The test of their obedience. Praise the name of Jesus. And they never compromise. Walisimama na sababu. So what I was also learning from this group ni ya kwamba they valued the voice of their fathers. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Si wasema ya kwamba our father Jonadab, son of Rechab, praise the name of Jesus, alituambia hivi. Na ni kusema ya kwamba their obedience was generational. Pamoja ya kwamba ilikuwa ni ya kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Nasi pia wapendwa mchana wa leo katika ibada hii, when God is calling us to obedience, ni kusema ya kwamba kuna msingi tumewekewa, ni kweli, na baba yetu, na tumeambia ya kwamba haya ndiyo maagizo yale ambayo mnafaa kuishi kwayo. Praise the name of Jesus. Ya kwamba to us sin is a no. Hallelujah. Lazima we embrace holiness. It's one of the requirements in the house of God. Praise the name of Jesus. Na wale wapendwa katika siku zao, kuna mambo yale walikuwa wamewekewa kama msingi ama mambo ya kuwaongoza katika safari yao. Praise the name of Jesus. Na wakasema ya kwamba msingi huu uliowekwa baba zetu tutauharibu kwa sababu ya mwito wa Yeremia wa kwenda kunywa mvinyo katika hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza wewe siku ya leo, msingi wako ni upi? Umeubomoa ambao ungali dhabiti? Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoangalia wapendwa hawa, ni kusema ya kwamba they value the voice of their father. Number 2, their obedience was generational. Kwa maana gani? Walikuwa wanasema ya kwamba our fathers, si kweli, waliweka msingi huu: tusinywe mvinyo, tusijenge manyumba na tusipande mashamba, lakini tukae kwa hema. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Nipo naangalia hivi, nikiangalia kizazi cha Rechab, katikati ya wale wengine huwa compromising in the days of Jeremiah, na wale ambao walikuwa wanajipeana kwa kuomba miungu ya Baali, wapendwa hawa walikuwa wamejitenga na kukaa katika na kusimama katika msingi ule waliokuwa wamewekewa. Praise the name of Jesus. Na wana Yeremia anawapeleka katika hekalu kuwajaribu aone kama watawachilia yale mambo walikuwa wameyashika sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Obedience that hustles. Sasa nipoangalia msingi wao, siku na mizizi mahali imetoka kwa baba zao. Bwana Yesu sana. Na sisi pia kutii kwetu lazima si kuombea tu kwa sababu ya kuombea. Ni kusema ya kwamba we are instructed, we are guided by the word of God, that ya kwamba sisi tunafaa kuishi hivi. Sisi misingi yetu kama kanisa ni katika neno lake Bwana, ni katika msingi wa maombi, ni katika msingi wa utakatifu, ni kama mambo yale Mungu ameandika katika neno lake tumeyashika sana, na huo ndio msingi wetu. Bwana Yesu sana. Whether it is in January, whether it is in December, we choose to obey and remain grounded on that foundation. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Obedience that has roots. Number 3 point ya kumalizia. From verse 12, maybe you can read for us verse 12. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, hili ndilo Bwana mwenye nguvu zote, aliye Mungu wa Israeli asemaye, nenda ukawaambie watu wa Yuda na watu wa Yerusalemu, je, hamwezi jifunza kutoka kwa wana wa Rekabu? Go and ask them, watu wa Yuda, hamwezi jifundisha na wana wa
Rekabu, si kweli? So now wanatumika kama mfano ulio bora, si kweli? Kwa watu ambao walikuwa wamepotea katika maabudu ya Baali, walikuwa wamepotea katika mambo ya uasi. They were disobeying God. They could go and offer sacrifice to foreign God. But now God was bringing some people who are faithful and obedient kwao kama mfano wa kuangaliwa ama kuigwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Hata mmoja wapenda tuletoa example hapa. Sisi wenyewe tutakuwa mfano ulio sawa kwa sababu ya kutii, kwa sababu ya kujipeana kwa Mungu. Haleluya. Yeremia anamwambia kwamba kwa nini msikue kama wana wa Rekabu, wale ambao walipoitwa kwa meza ya mvinyo walikataa na wakafanya uamuzi wa kutii na wa Mungu na kukumbuka msingi waliowekewa na baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Unapoangalia those two different generations, they are very contrasting. One is very obedient, na wengine they are very disobedient, they are lost in rebellion. Praise the name of Jesus. Lakini Mungu naye kupitia Yeremia anazungumza kwa watu hawa vikundi viwili, wana wa Rekabu na wana wa Juda. Si kweli? Wale waliokuwa wanajifundisheni na hawa. Praise the name of Jesus. Walioamua kutii Mungu badala ya kufanya nini? Kucompromise in their integrity and also on the foundation they were built upon. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Singana wapendwa, people can easily obey other people than obey God. Singwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. In Judah there were so many prophets. Na ukisoma hapo in the morning tunaweza kuona ya kwamba there were false prophets, wale ambao wangetabiri. Singwe. Hata kuna mwingine aliambiwa na Yeremia ya kwamba within this year hautakuwa. Singwe. Kwa sababu because of prophesying what is not correct. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya wapendwa, tunapoangalia tunaona ya kwamba wakati watu wanapewa jumbe nyingi za kutii and still they refuse to obey, their consequences are there. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. When people are lost in rebellion is a problem. Praise the name of Jesus. Obeying or choosing not to obey is a matter of the heart. Bwana Yesu sana. Wakiambia Yeremia, yes, mvile ni mzuri, umeandaa meza sawa, lakini la, hii hatuni. Kwa maana mioyo yao, they are conscious. Haingewaruhusu kukaa kwa hiyo meza kufanya mambo kama haya. They would have betrayed the foundation their forefathers built on them. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So tutaombea wapendo. When it is convenient, when it is not, kwa maana msingi wetu tunaujua kwamba neno lake Mungu ndilo kuja kwetu. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko naangalia watu wengi, they are so committed to their families, maybe to their traditions, na mambo mengi sana, lakini kwa neno la Mungu wanasahau. Bwana Yesu sana. Praise the name of Jesus. Sita msimu kuna mtu anambia kwamba wewe Mgikuyu uliko. Ndio kama unataka kanini. Ndio. Sio ni Mgikuyu. Kuja kama unataka kidogo hailesi kukubali. Praise the name of Jesus. Na ndio mambo mengi sana ya kuheshia kwamba umeingia katika ule mtego. Si Bwana tusaidia kwamba msimu huu tunasimamia Kristo. Tunasimama katika maadili ya neno lake Mungu. Si kweli? Wakati tunapotazama, wakati tunapoangaliwa ama tuangaliwi, we will choose to obey because it is a requirement of the kingdom in Jesus' name. Praise the name of Jesus. Verse 18 and 19, let me read for us as we wind up. 18-19. Amen. Jeremiah chapter 35, 18-19. Kisha Yeremia akaiambia jamaa ya Warekabu. Hebu sikia. Ule aliyewaandalia meza anaitwa Yeremia, akawaita kwa mvinyo, na wale walioitwa kwa meza ile Warekabi wakasema hapana. Sasa Yeremia anafanya unabii juu yao.
Hili ndilo Bwana asemalo. Hivi ndivyo Bwana asemalo kwenu Warekabi, Mwenye nguvu zote, Mungu mwenye nguvu zote, Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli, Mmetii amri ya baba yenu. mmetii amri ya baba yenu. Hebu sikia, a commendation from the prophet of God, ya kwamba mmetii amri za baba zenu. Yonadabu, na mmefuata mafundisho yake yote, na mmefuata mafundisho yake yote, na mmemfanya kila kitu. Baba yao in 2 Kings chapter 10, their father, wakati Ahab and Jezebel, they were so wicked, and the people of God, they were lost in worshiping of Baal. Baba ya Warekabu, Jonadabu, ndiye aliyevuruga na kaharibu the altars of Baal. Tu pamoja, angalia msingi. So their father angepigania madhabahu ya Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ndio wakati ndio usiandike tu uende usome at all free time. 2 Kings chapter 10. Sasa then ukisoma hiyo uunganisha na Jeremiah 35. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. What are you reading for us? Jeremiah is making a prophecy on these people. Mmetii amri ya baba yenu Yonadabu, na mmefuata mafundisho yake yote, na mmefanya kila kitu alichowaamuru. Kwa hiyo hili ndilo Bwana mwenye nguvu zote. Now a declaration was made upon them, and one of obedience. Mungu wa Israeli asemanga, Yonadabu mwana wa Rekabu hata kosa kamwe. Hebu sikia, Yonadabu mwana wa Rekabi hata kosa kamwe. Now nataka ushike the one of obedience. Naye Jonadabu mwana wa Rekabu hata kosa kamwe. Hata kosa tu, lakini hata kosa kamwe. Kwa sababu gani? Ya kufanya uamuzi wa kutii. Hata kosa kamwe kuwa na mtu wa kunitumikia. Bwana Yesu sana. Just the wonder of obedience. Ya kwamba nyumba ya Rekabu na hawa pendwa hawatakosa mtu wa kutumikia Mungu. Praise the name of Jesus. Allow me to read in kwa another version. Usikie inasema. Verses 19. Correct. Therefore, this was the Lord Almighty, the God of Israel says, Jonadab son of Rechab shall never fail to have a man to serve me. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupita mtihani wa kutotii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. There is always a reward, brethren, whenever we choose to obey and to serve God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. I thank God ya kwamba the test of this family is coming so many years after their fathers are gone. Ni kweli. Hawa wapendwa wamezikwa na a generation has rose katikati ya ile jamii, na wamesema ya kwamba we are standing on the foundation of our fathers. Walisema ya kwamba lazima tumwabudu Mungu wa kweli, na wakasema ya kwamba tumechaguliwa tusipende kwa mvinyo, na wakasema ya kwamba tutatii hata wakati wa kwenye kaburi, we still obey. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana tusaidia kwamba we can have that kind of a stand in our time. Ya kwamba wakati when opportunities are there for us to compromise, we will say no to sin. We will say no to what is ungodly. Praise the name of Jesus. Na tukumbuke ya kwamba sisi ni akina nani. Praise the name of Jesus. Na wakati tunafika kusema ya kwamba I am a chosen generation. Hallelujah. I am a royal priesthood. I'm a peculiar. I'm set apart for the glory of God. Hallelujah. Lazima tujielewe wapendwa. Lazima tujue sisi ni akina nani. Lazima tujue ya kwamba msingi ule ambao tumewekewa. Na tuseme ya kwamba hatutaidarao,
dhabihu iliyotolewa kwa ajili yetu, ya kwamba Kristo akafa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, akapigwa, akapitia aibu, akatemewa mate, na wokovu huu ukalipiwa gharama. Na siku ya leo nitaulinda kwa kusimama na msingi wa kutii Mungu. Bwana Yesu sana. Praise the name of Jesus. We need to obey today. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now, the rewards of obedience. Obedience brings generational blessings. Angalia tamko lile ambalo linafanywa na Yeremia. Na nawaambia kwamba katika nyumba ya Jonadabu mwana wa Rekabu hakutakosa mtu. Si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Hakutakosa nani? Mtu wa kunitumikia. Bwana Yesu asifiwe. So obedience brings generational blessings. Now, number 2, God remembers faithful families. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kwa sababu ya jamii yako, kuwa kama mbegu, kuwa kama taa itakaoangazia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jonadabu alikuwa kama taa kwa jamii yake, ikaangaza hata wakati wa Yeremia, wakati watu wamegeukia miungu ya Baali na wameenda kuinamia na kutoa sadaka. Jamii hii isimama katika msingi wa Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Number 3, as we wipe. In obedience today, my brother, my sister, it can open doors for you and your children. Praise the name of Jesus. Kutii kwako siku ya leo mpendwa, kutakufungulia wewe mlango na familia yako. Praise the name of Jesus. Maybe something here in this small town today, inaweza kuonekana ya kwamba ni kama si sawa, inaweza kuonekana kwamba ni kama tuko hapa kwa West Side. Hallelujah. But I want to tell you wapendwa ya kwamba we are going to do it faithfully. Hata wakati tuko kanisa ndogo, tukiwa kubwa, we will remain faithful. We will serve the Lord. We will choose to obey. We will choose to remain faithful in our area of calling. Kwa maana kwa kufanya hivyo tunaleta jamii zetu na tunawawekezea kwa sababu ya their future. Praise the name of Jesus. Jonadabu akiwa kwenye kaburi na asikie aidha, kama mtu yuko kwenye kaburi anaweza kusikia sauti, nasikia vile wana wake walikuwa wamefanya msimamo ulio sawa na msimamo ulio dhabiti na ameshalala. Asema ya kwamba so that is my family. Hata akiwa amelala kwenye kaburi, hawapendwa walisimamia maadili mazuri. Bwana Yesu sana. Unajua kuna wakati ndugu unaweza kulala ulizame ya kwamba na hiyo family sijui kama they will survive after my death. Si kweli? Kwa maana ukiangalia wote, kila mtu na njia yake, kila mtu na Mungu yake bila mwelekeza. Bwana Yesu sana. But Jonadab, son of Rechab, even in death, the sons, the families that came after him, they still were firmly grounded on the foundation of obedience. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe brother, my sister, labda hiyo ndoa imesimamishwa na kutii kwako kwa Mungu. Si kweli? Labda hawa watoto hawataingia kwenye mihadarati kwa sababu ya huduma yako mahali hapa. Labda hawa watoto hao shetani hawaoni kwa sababu ya uaminifu wako kwa Mungu. Praise the name of Jesus. Labda huyo mzee hataangamia kwa sababu ya huduma yako mama, ya kwamba unapopiga magoti hapa na kulilia Bwana, wanafunikwa, wanalindwa kwa sababu msingi umewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Let us remain faithful and obedient to our God. We may never know what we are sowing to our families. Maybe wengine wetu tungezika wengine. Si kweli? Labda wengine tulikuwa tumezikwa saa hii na tukasahaulika. But thank God, the one who called us, the one who have made us to do we are today. Thank God for us responding and obeying to the call of salvation. Na kwamba siku ya leo we are arrived our families and our children. Praise the name of Jesus. Nashukuru Bwana ya kwamba Yeremia, kwa maana ya kile kitu aliona kwa the family of Jonadab the Rechabite, alisema ya kwamba kwa hii familia siku zote kamwe hakutakosa mtu
wa kunitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Si Bwana tusaidie siku ya leo ya kwamba we will be founded and grounded on that foundation, the foundation of obedience. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Siku leo wapendwa, nataka kuambia kwamba hata kama labda tutakuzuma taifa kwa sababu ya kutii kwetu, uzao huu, sema uzao wetu huu, these are seeds of greatness. Ni kweli hawa ni why if we go to America ni kwa sababu ya uzao huu lako. Praise the name of Jesus. If there are doors opening for us ni kwa sababu ya kutii kwetu siku ya leo na kwa uzao huu. Bwana Yesu asifiwe. Maybe Jonathan hakuendaliwa meza katika hekalu na mtu, lakini wanawake walipewa kujaribiwa kwa sababu ya msingi aliyoweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo wapendwa, kwa sababu ya uzao wetu hakutakuwa na mipaka, hakuna mtu wa kuzuia hawa, hakuna mtu wa kuwafanya na kuwadunisha, kwa maana kwa sababu ya huduma yetu na kutii Mungu wa Israeli na kulinda wokovu wetu, Bwana atawaficha. Hakuna uovu utakaribia hema zao, kwa maana Mungu anaangalia kutii kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Are we choosing to obey today? Will you choose to obey today? Bwana Yesu asifiwe. We will choose to obey by reading the word. We will live in purity and holiness of God. We will be our giving faithfully. We will obey in the call of service in His presence. We will obey in calling. We will obey in our character and integrity. Hata wakati tunapojaribiwa ni kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Funguo ya kufungua baraka zetu wapendwa ni wakati tutakapoamua kutii. Praise the name of Jesus. Finally, why did God choose to honor the Rechabites? Number one, they obeyed promptly. Bwana Yesu asifiwe. Walichagua kutii hapo na hapo. Bwana Yesu sana. Si wengine kusema kwamba watu tuitoe pale ili tusungumziane kama tutakunywa hii ile ama tutakunywa. Si kweli? Walisema hapana, we will not take this. They obeyed promptly. Praise the name of Jesus. Number two, why did God choose to honor the Rechabites? They obeyed fully. Number three, they obeyed generationally. Wakisema baba zetu, si kweli? Walisema, walituwekea msingi huu, tusije mvinyo, tusijenge manyumba, tusipande mashamba, lakini tuishi katika mahema. Bwana Yesu asifiwe. They obeyed without excuses. They obeyed without rebellion. They obeyed without negotiations. They obeyed without questioning. Praise the name of Jesus. So pia tukiambia utii, nauliza kwa nini nitii? Kwa nini? Kwani lazima mimi nifanye? Bwana Yesu asifiwe. Si mbona siku ya leo tusaidie wapendwa ya kwamba msingi huo wa kutii ukawe ndiwe sehemu yetu, moja ya maadili yetu kama kanisa na hata pia Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama tukiombea, if we choose to obey this kind of obedience, there is always God's word for that. Maybe you can stand on our feet today even as we pray in the name of Jesus. Watoto wote tusimame, tunataka kufanya ombi pamoja kwa jina la Yesu. Na tuambie Bwana ya kwamba asubuhi leo kwa maneno yetu sisi wenyewe, tuambie Bwana ya kwamba kama kuna sehemu, if there are areas in our life, ya kwamba Bwana anapotutazama anaona ya kwamba tumekuwa watu disobedient, yani tumeishi katika uasi, tuambie Bwana ya kwamba akatusaidie tukasimame katika msingi wa kutii, kwa sababu ya watoto wetu, kwa sababu ya vizazi vyetu. Tuambie Bwana ya kwamba akatusaidie, neema yake
ikawa juu ya kila mmoja wetu, ya kwamba tukatii katika jina la Yesu. Baba, tuomba ya kwamba kama kanisa lako Bwana, siku ya leo tunajisalimisha kwako Bwana, na kukubaliana na neno lako Mfalme, ya kwamba tutachagua kukutii Bwana Mungu wetu, hata wakati ali Mungu wangu zinasema vingine Bwana, we will choose to obey your word my Father, in the mighty name of Jesus. Na siku leo Mungu wangu, kama kuna sehemu hapa tumetembea katika uasi, na Baba yangu unapoangalia Baba unaona ya kwamba hatufai, siku ya leo Mfalme mwaminifu na mwenye nguvu, tunarejelea katika msingi wa kutii Bwana. Tutatii mwito Mfalme, Baba tutakutumikia mahala hapa, in and out of season our God, we shall serve you, we shall obey the law, the call of service, we shall obey the law, the call King of glory, of our minister to the King of glory. Hata wakati tumechoka, wakati tumefanya zaidi, ni kama kuna mtu anaona, sivyo Mungu naona watu wako, kwa sababu ya kukutii Bwana, sikaweza kuwa reward, oh God, reward them my Savior, reward them my Father, because of being faithful. In the name of Jesus, Mungu atamwaminifu Bwana, tuombe ya kwamba kwa sababu ya kutii kwetu, suka tulindie kizazi hiki, utulindie watoto hawa Bwana, ulinde biashara zetu, ulinde kazi zetu Bwana, ukalinde mila za Mungu wangu, katika jina la Yesu. Tutangaza ya kwamba hakuna uovu, hakuna mkono wa adui utafikia watoto wetu na nyumba zetu Bwana. Hapa tuomba ya kwamba kama kulikuwa na mianya na sehemu Shetani anaweza kusimamisha ya kwamba yangu tukaweze kudhulumiwa Bwana, siku ya leo tunarejelea, siku ya leo tunatubu Bwana, tunatubu Mungu wetu, ya kwamba ukatupokee na ukatupende tena katika msingi wa kutii Bwana. Tutaweza kukutii my Savior, we shall obey the law when it is favorable, when it is not our redeemer. We shall remain anchored on the foundation of the truth of the word of God. We shall be able, my God Almighty, to stand firm and declare we shall not compromise our integrity, our holiness, of God. We will remain faithful, we will remain grounded in the revelation of fire. Baba, naomba kama kuna wengine tunapigwa vita kwa sababu Baba yangu kuna mambo ulituamulia tukafanye. Kuna mito Baba yangu tulikuwa tunakutumikia Mfalme, tukachoka tukakaa chini, na Shetani akachukua nafasi ya kusema ya kwamba ni kama hatuwezi tukatii Bwana. Siku ya leo my Savior, tunarejelea maagano yale na makubaliano Mungu wangu, ya kwamba we shall serve you. Ni kwa maana Mungu wetu ulituchagua wewe, Baba yangu tukuchagua Mfalme, na ikakubalika Baba ya Mungu wetu, ukatufanya wana, ukatufanya Baba yangu watu peculiar, watu wangu watakaosimama na upendo wako Bwana. Oh my Savior, my God, na repent my Savior because of the church of today. Baba, natubu kwa sababu ya washirika wetu, kwa niaba ya washirika wa nyumba hii Bwana, natangaza siku ya leo Baba yangu, hauasi hautakuwa sehemu yetu. We shall obey fully, not partially. We shall obey the call, we shall obey the call in the name of Jesus. We shall be found faithful, we shall be found faithful our God, as it was declared to the family of Rechabiah by Jeremiah. Akasema ya kwamba kama hakutakosa mtu wa kutumikia Bwana kwa sababu ya uzao huu, kwa sababu ya jamii ya mtu ya Bwana, wapendwa wa Mungu wangu watapandwa wakapandika katika nyumba yako Bwana. Siku ya leo Mungu wangu tutakutii Mfalme, tutatii sauti yako Bwana, tutatii mwito wako mahali hapa Bwana, katika maeneo Mungu wangu umetuaminia, katika huduma zetu Bwana tutafanya kukutii Mfalme. Hatutashurutishwa Bwana kukutumikia, hatutaturudisha Mungu wangu kufanya kazi ya mahali hapa Bwana. We shall be found serving, we shall be found serving faithfully and also in obedience, my Redeemer, that you require from us today, in the name of Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus, by the
lifting of our hands today as a sign of surrender to dear Lord. We dedicate ourselves to you one more time, our Father. Bwana, tunajitoa tena kwako mchana wa leo Bwana, akutumikie Bwana katika siku zetu. Bwana, tunakupenda katika siku zetu Bwana. Baba, tutajitwika msalaba huu Mfalme. Tumekataa kuaibisha msalaba Bwana na wokovu wetu Mfalme uliolipiwa gharama Bwana. Tumefanya kauli mmoja mchana wa leo ya kwamba sisi ni wale Bwana watatii sauti yako. Sisi Bwana wale watatii mwito wako Bwana. Katika ulimwengu Bwana umetuaminia Mfalme. Tumerejelea Baba yangu katika sehemu hiyo kwa kutii Mfalme. Wewe ni Mungu usiyefichika lolote kwetu Bwana. Mbele zako Mfalme tu wazi. Bwana, wajua kutii kwetu, wajua Bwana kutotii kwetu Bwana. Haufichiki lolote Bwana siku ya leo. Bwana, unapotuangalia na kutazama Mungu wetu, kuna yale Bwana unaona mchana wa leo. Mfalme, tumekata kauli moja. Tumerejelea Bwana katika maagano. Tumekubaliana nawe Bwana na kutumikia. Tutakutii Bwana. Ni kwa maana wewe ni Mungu uliyetuita katika kazi hii. Na wewe Bwana tu ndio kuna thawabu ya kila mmoja wetu Mfalme. Bwana, kwako tunajikabidhi mara tena Bwana, tutumikie Bwana, tutumikie Bwana. Here are your people today, my Father, lifting their hand before thee, O God, not to any man, but to you, God Almighty. Baba, naomba ya kwamba ukaone the sincerity of their heart, O God. They have chosen to return my Father to the call of being my Father. Baba, naomba ya kwamba ukatembee pamoja nao hatua mpaka hatua nyingine, wasaidie. Neema yako Bwana ikawabebe Baba, wafanikishe katika huduma zao Bwana. Waliofika wakasema kama wamechoka Bwana huduma, si Mungu wetu ukafanya nguvu zao upya mchana wa leo. Renew their strength, O God. Renew their strength, my Father. In the name of Jesus. Baba, tumefanya uamuzi wa kurejelea katika huduma kwa kutii sauti yako Bwana. Tumekomana Bwana. Pokea heshima zote na utukufu bila Yesu maza kuomba na pia kushukuru. Ya Mungu wetu makofi mazuri, in the name of Jesus.